kuanzia mgeni rasmi na wote ambao wamehudhuria katika ukumbi huu na kongamano hili. Nawaambieni mkaribu sana. Kwa niaba ya uongozi na wafanyakazi wote wa ofisi ya Rais Ikulu, tunawakaribisha sana katika kongamano letu hili ambalo litajadili mada mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kongamano letu hili tutazungumzia mada kuu mbili, ambazo mada moja tutawaeleza waandishi wa habari wajibu wao katika jamii, wana wajibu wa kufanya nini. Lakini pia mada ya pili itaangazia mafanikio yaliyopatikana katika serikali ya awamu ya 8 kisekta, ambapo katika hii tumewaalika wasimamizi, maafisa wadhamini, ndio wasimamizi kwa upande wa Pemba katika wizara hizi. Kwa hivyo tumewaalika wao waje watuwasilishie mada hizi, na kulingana na hali ilivyo hatukuweza kuwaalika wote. Kwa hiyo kwa leo tutakuwa na wadhamini wa wizara 8 ambao watatuwasilishia yale ambayo yamo katika wizara yao. Na tunaona mafanikio mengi ambayo yamepatikana, ambayo yataelezwa katika sekta tofauti wawasilishaji watakapoanza kuziwasilisha mada hizi. Lakini kwa upande wangu tusisahau kwamba Mheshimiwa Rais wa Zanzibar alitaka kuweka karibu wananchi na serikali, ama na yeye mwenyewe. Katika mafanikio haya na kipindi chake hichi cha miaka 5, Mheshimiwa alianzisha mfumo wa SNR ambao lengo lake kubwa ni kuwaweka karibu wananchi na yeye Mheshimiwa Rais. Fursa hii haikuwepo hapo awali. Haya ni miongoni mwa mafanikio ambayo yamepatikana. Sasa hivi wananchi wako tayari na wako muda wote wanaweza kuzungumza na Mheshimiwa Rais kuweza kutoa malalamiko yao. Lakini pia mfumo wetu huu wa SNR umekuja kuondoa urasimu. Zamani ulikuwa unakuwa na lamiko hujui umpe nani na linakaa muda kuweza kutatuliwa. Sasa hivi once matatizo haya yanapofika kwa Mheshimiwa Rais yanafanyiwa kazi, wananchi huduma zinapatikana. Hii yote inaonesha nia ya dhati na thabiti ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa yuko tayari kutatua changamoto zetu na kuweza kuwasaidia wananchi kuweza kufikia yale malengo ambayo anataka fikia. Mapinduzi makubwa ya kimaendeleo, mashahidi jinsi yalivyofanyika, na leo nimefarajika sana kwamba wenyewe hasa ambao kwa njia moja au njia nyingine wapo katika maeneo haya na watatoa mada watasema kwa kina. Wamenipunguzia kazi niliposikia kwamba hawa maafisa dhamini ambao wanajua nini kilichofanywa, walichokifanya kwenye taasisi zetu hizo, na ataweza kuwasilisha kwa waandishi wa habari. Waandishi wa habari ni watu muhimu sana katika jamii au kwenye serikali yote. Waandishi wa habari ni watu wa mwanzo ambao waweza wakainyanyua serikali na waweza ikainyanyua jamii na hali ikawa njema katika jamii. Naombeni sana waandishi habari, tushajihisheni vijana wetu yale waliyotaka, kwa sababu Mheshimiwa Rais alipofanya kampeni aliambiwa kwamba tatizo letu sisi wajasiriamali hatuna maeneo ya kufanyia biashara. Kakamilisha kazi, kayajenga vitongoji, lipo zuri tu tumelifungua hivi karibuni soko pale Kianga lipo tumelifungua. Tuhamasishe vijana wetu wote wasiuze biashara zao katika maeneo ambayo sio rasmi, mtusaidie. Kwa hivyo waandishi wa habari wana uzalendo mkubwa, waone kwamba jitihada za serikali ni hizi. Hayo ni mambo ya msingi ambayo tunayo, lakini kubwa ambalo kalifanya Mheshimiwa Rais, kubwa kabisa, ni kutuunganisha Wazanzibari. Ametuunganisha Wazanzibari kwa kiasi kikubwa. Leo tuangalieni tunapokwenda, kinachofanywa kule na kinafanywa. Mambo ni mengi sana ambayo Mheshimiwa Rais kayafanya, watakuja wenyewe kuyasema. Sasa naombeni sana waandishi wa habari, msije mkawa mkatupotosha taarifa ikabidi amani ivunjike. Kwa hivyo mwandishi wa habari mzuri kwanza ni yule ambaye analinganisha kwenye maendeleo kutoka tulikokuwa na tulipo sasa. Hizo ndio habari nzuri kwenye hatua za maendeleo, tena kwenye sekta mbalimbali. Kwa mfano, kuna watu wangapi walipewa mikopo ya boti serikali wakati nyuma haikuwepo, lakini leo sekta ya uvuvi imeimarika, samaki bei imepungua, lakini watu ajira imeongezeka, maana watu wamepata kujiajiri zaidi kwa sababu ya ongezeko la vifaa vya uvuvi. Lakini tusiache pia kuambizana
kwa waandishi wa habari kwamba kuna kitu kinaitwa maadili. Kuna kitu kinaitwa maadili. Maadili ya uandishi wa habari. Kuna mwanafalsafa maarufu anaitwa John Merrill. Ni mwanafalsafa wa masuala ya ethics za uandishi wa habari. Yeye anatafsiri maadili kama ni kipi unatakiwa ufanye na kipi unatakiwa usifanye. Kwa hivyo kwa mwandishi yako mambo ambayo unatakiwa usiyafanye. Moja, hutakiwi kuchochea. Waandishi wa habari hawatakiwi kuwa wachocheaji wa maasi na maovu. Tulikuwa tuna kiwanda kimoja kikubwa cha makonyo wale wao. Hichi ndio kiwanda ambacho kwa kweli Pemba tulikuwa tunajifaharisha nacho, na ndicho kilikuwa kiwanda pekee ambacho kilikuwepo hapa Pemba. Lakini mtakumbuka pia, ndugu waandishi wa habari, kwamba Mheshimiwa Rais aliahidi kwamba Pemba ataweka viwango maalum kwa wawekezaji, kwa maana atatoa fursa maalum kwa wawekezaji ambao watakuja kuwekeza Pemba. Leo tunazungumza katika awamu hii ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, kuna viwanda 6 vimeshajengwa. Viwanda vya maji viko 2, kuna kiwanda cha mwani, kuna kiwanda cha mabati, kuna kiwanda cha unga wa ngano, lakini pia tuna kiwanda cha kutengeneza matenki ya maji. Kwa upande wa maandalizi, wakati serikali ya 8 inaingia madarakani, swala la uandikishaji ilikuwa tupo 81.4. Yaani watoto kwa mujibu wa sera ya elimu waliostahiki kuanza maandalizi wakiwa na umri wa miaka 4, 5, tulikuwa tumefikia 81.4. Lakini kwa sasa tunatembea kwenye 85% ya watoto wenye umri wa miaka 4, miaka 5. Kwamba wananchi ni mashuhuda na huduma ambazo zinapatikana ambazo zimeonyesha kuboreka kwa huduma kubwa za kiafya kwenye upande wa vipimo ambapo kuna x-ray za kisasa, lakini pia kwenye hospitali yetu ya Abdalla Mzee hatukuwa na huduma ya CT scan ambayo nayo imechukua nafasi ya kutosha. Sambamba na hilo, tukiangalia mazingira mazima ya nyumba za wafanyakazi, kwa upande wa Wizara ya Afya hapa Pemba tulikuwa na nafasi ndogo ya kuweka wafanyakazi kwenye nyumba ambayo ilikuwepo pale vitongoji, ambayo ilikuwa inakaa familia zisizozidi kama 6 kwa chumba kimoja. Lakini kwa sasa hivi tayari ujenzi wa hospitali wa nyumba za wafanyakazi katika hospitali ya Abdalla Mzee umekamilika, ujenzi ambao unaweza ukaweka familia 76. Juhudi hizi zote ni za kwake Mheshimiwa Rais katika agizo lake na maoni yake ya kutaka kukifungua kisiwa cha Pemba. Kwa hakika tunasema rais hapa ameweza, na kwa hakika juhudi zake tunapambana nazo sisi kama wizara kuhakikisha tunaunga mkono ili kuweza kukifungua kisiwa cha Pemba. Tukiangalia takwimu kwamba kisiwa cha Pemba katika mwaka 2025 jumla ya wageni 45,554 wameweza kuingia katika kisiwa cha Pemba, ambapo takwimu hii inapanda, na tunasema kama takwimu hii ni kwa wale wageni tu waliopitia katika njia ya airport, lakini kuna wageni ambao wamepita katika njia za bandari ambao naamini ni takwimu itapanda hapo, lakini kwamba wageni sasa wameongezeka kwa idadi kubwa sana. Tunampongeza Rais Hussein Mwinyi kwa kuboresha maeneo ya kihistoria. Maeneo mengi ya kihistoria yalikuwa yameshachakaa, ambao maeneo haya yalikuwa hayawezi kufikika, hayawezi kuonekana, lakini juhudi zake na kupambana kwake katika sekta hii ya utalii, hivi sasa maeneo yetu kadhaa yameanza kuboreshwa na kuonekana katika mvuto na haiba ya kuvutia. Katika eneo la maji nadhani ni eneo ambalo ni very sensitive, na kabla tulikuwa na takriban asilimia ya maji inayopatikana kwa Pemba ilikuwa ni namna ya 50%, lakini kwa sasa ni average maji yanayopatikana kwa Pemba katika maeneo yote na average ni zaidi ya 70%. Kwa jumla ya matangi 6, matangi matano, lakini 6 moja lina ujazo tofauti, lakini haya matano na ujazo ya lita milioni 1.
Kwa hivyo kwa kupitia matangi hayo, kwa kweli tumekwenda kuona kiasi gani huduma ya maji imeimarika. Enda miaka 5 sasa ameweza kuziboresha bandari zetu hizi. Tumeboresha bandari ya Mkoani sasa kuwa na hadhi ya kupokea kontena kwenye bandari ile. Hapo nyuma tulikuwa tunapokea abiria tu. Wakati anafanya ziara kule Micheweni akasema tuiboreshe nayo bandari ya Shumba, tuijenge iweze kutoa huduma. Bandari ile sasa hivi imeshakamilika kwenye lile tuta. Sasa hivi kinachoendelea ni development ya majengo ya abiria. Mheshimiwa Rais ameweza kutuagiza, kutuongoza kuhakikisha uwanja wa ndege huu wa Pemba nao sasa unafanyiwa utanuzi mkubwa uweze kupokea ndege za kimataifa. Kampuni ya Propav kutoka nchini Brazil na chini ya mshauri elekezi kampuni ya Dar Al Handas ndio ambao wanasimamia utanuzi wa uwanja wa ndege wa Pemba. Sasa hivi wakandarasi wapo site, wapo kwenye mobilization kwa maana ya ukamilishaji wa vifaa, wamekamilisha hatua ya awali ya design. Sasa hivi kinachoendelea, muda sio mrefu kazi ya construction itaanza. Tume ya mipango imejipanga, na tume ya mipango mwenyekiti wa tume ni Mheshimiwa Rais mwenyewe, na tumeona haijawahi kutokea bajeti ya maendeleo ikafika kiwango hicho. Rudia kwenye vitabu vya budget uangalie. Kwa hivyo tuna lengo kubwa, tunakuombeni ninyi waandishi tufanye kazi kuyaeleza maendeleo ambayo yamefikiwa. Si siri kwamba awamu ya 8 ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeleta tija kubwa kwa kutekeleza yaliyomo ndani ya sera ya uchumi wa buluu, lakini hapa tutayataja machache kwenye sekta au kwenye maeneo haya matatu kama tulivyoyataja, au tuseme mawili moja kwa moja. La kwanza ni eneo la uvuvi. Sekta ya uvuvi imeimarika kwa kiwango kikubwa ndani ya kipindi hichi cha miaka 5 tuseme 4 ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwanza zaidi ya boti 217 za uvuvi zimetolewa pamoja na vifaa vya kisasa kama vile fish finder, GPS, mishipi pamoja na nyavu za kisasa kwa ajili ya kutoka kwenye uvuvi wa kizamani kwenda kwenye uvuvi wa kisasa. Upande wa Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji, nini wanakifanya kwa wajasiriamali wao? Kwanza ni kutoa mafunzo ya kuongeza thamani kwa bidhaa, yani tunawapa wajasiriamali wetu mafunzo ya kusarifu mazao ya kilimo ikiwemo tungule na mengineyo. Lakini pia kiujumla masoko yamejengwa katika wilaya zote na maeneo yote tunayoishi, lakini tunatoa mafunzo ya taaluma ya masoko mtandao. Pia swali alilolieleza kuhusiana na kuwatafutia masoko katika maeneo ya mahoteli binafsi, huo mchakato tuliofanya kupitia Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji. Awali ya yote, na mimi niungane na wenzangu kwanza kutoa shukrani za dhati kabisa kwa Ofisi ya Rais Ikulu kwa kuandaa kongamano hili. Ni kongamano ambalo kimsingi lina tija kubwa, si tu kwetu kwa waandishi wa habari, lakini pia jamii na nchi kwa ujumla. Tunawashukuru sana kwa hili, lakini pia naomba nichukue fursa hii niwapongeze sana wale waliowasilisha mada zote. Kwa kweli wamezungumza mambo mengi ya msingi yanayoendana na kongamano hili, lakini wametupa kile ambacho
kiongozi wetu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amekitekeleza katika kipindi hichi cha miaka minne kuelekea mitano, na wameonyesha kwamba kuna kazi kubwa ambayo imefanya, na nadhani ndiyo azma hasa ya kongamano hili. Tunawashukuru na kuwapongeza sana wenzetu kwa kazi kubwa, lakini na nyinyi pia niwashukuru kwa sababu wasilisho haya yasingefanya kama si uwepo wenu. Uwepo wenu umesaidia sana. Nilikuwa nafuatilia maswali, lakini na contribution ambazo tulikuwa mnatoa, ni wazi kwamba tulikuwa kweli tunazungumza na waandishi wa habari ama tulikuwa tunazungumza na wadau wa habari, na kile ambacho kinatakiwa kiende kikafanyike, tumepata picha kwamba uko uwezekano mkubwa wa kuweza kutekeleza. Idhati tunawashukuru sana na tunawapongeza sana, na tuwaombe sana kwa pale ambapo tutafanya mambo kama haya tuendelee kuungana ili kusudi tuweze kufanikisha yale ambayo tunayapanga.